Klabu ya Simba leo wameweza kuzindua jezi mbovu kuwahi kutokea kwenye historia ya soka la Tanzania. Kwanza picha linaanza, jezi zimevuja kabla klabu haijatangaza, na hii imekuwa ni kawaida kweli kwa jezi za Simba kuweza kuvuja. Wanashindwa kujifunza kwa wenzao wa Yanga. Mpaka sasa jezi ya Yanga haijavuja mahali popote na bado haijatambulishwa. Sasa sijafahamu hii kitaalamu inakuaje, kwa sababu mara nyingi jezi ya Simba imekuwa ikivuja na imetengenezwa jezi ambayo ni mbovu. Jezi iko kama kitenge, jezi haieleweki. Yaani mashabiki wa Simba, nichukue nafasi hii kuwapa pole. Inaonekana mdhamini wa jezi huyu mzabuni, kazi aliyopewa ni kubwa. Yaani kazi ambayo amepewa haiwezi, kwa sababu huu ni msimu wa 3 mfululizo anatoa vitu vya hovyo. Ameweza kututangazia kwamba ameweza kuungana na kampuni kubwa kweli la kutengeneza vifaa vya soka, lakini jambo limekuwa ni la hovyo, jezi mbaya kweli. Wana Simba kila kona mitandaoni wanalalamika, lakini kubwa zaidi ni swala zima la jezi kuweza kuvuja kabla ya jezi haijaweza kutambulishwa rasmi na klabu. Kama taarifa za jezi zinavuja, basi kuna taarifa nyingine nyingi tofauti na jezi ambazo zimekuwa zikivuja kwenye klabu ya Simba. Ndio maana imekuwa ni vigumu kweli kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kupata mafanikio kwenye soka la Tanzania kutokana na kushindwa kuwa na usiri kwenye taarifa zao. Taarifa za Yanga tumeshuhudia kuanzia usajili wa Yanga, kuanzia jezi zao na kila kitu ambacho kinaendelea ndani ya klabu vimekuwa vikishindikana kuvuja. Kuna mahali mpaka ilitokea basi msemaji wa Yanga Ally Shabani Kamwe akaanza kuzungumzia masuala ya jasusi, kwamba katika klabu ya Simba kuna jasusi wa Yanga ambaye amekuwa akimtumia kwenye mambo tofauti, mpaka watu ikabidi waanze kuamini kutokana na taarifa ambazo zimekuwa zikivuja mara nyingi. Mashabiki wa Simba niwaambie tu, msimu ujao jiandaeni kupata maumivu yale ambayo mliyapata kwenye misimu 4 mfululizo iliyopita, maumivu ya kukosa kombe. Hii ni kutokana na viongozi wenu kuwa wazembe kutunza information.